duniani? Hivi yule ng'ombe mkubwa ataenda kumpania ng'ombe mdogo? Sasa kwa nini mwanadamu kama mimi naenda kumpandia mtoto mdogo? Sasa huyo si akili zake si mbovu? Na ni mnyama, yani tuseme sio mnyama, ni mkatili. Sasa hao watu hapo, mkajitunze. Unatoka form 4, unaingia form 5, unaingia form 6, unaenda chuo. Elimu haina mwisho. Elimu haina nini? Mkimaliza kusoma sasa, ukaona wewe una degree zako kama bibi, una PhD kama bibi, sasa huko utakuwa mtu mzima. Una kazi yako, umeajiriwa, unafanya biashara zako, una maamuzi yako sasa we mwenyewe. Na akili sasa utambua baya na zuri. Huyu ni mtu mwema, nimemsikia maongezi yake, lakini sio wakati huu. Kumbukeni, wazazi wenu wamewalea kwa shida sana. Wanatabika hata kama ni ada 100,000, lakini mwingine anapika vitumbua, anahangaika ili akupe ada kuja kusoma shule. Amekutunza miaka yote, umaliza miaka 4. Alafu kishafika nyumbani tu umekutana na kijana, mwanamume au mzee, mtu mzima amekujaza mimba. Maana kuna mawili, hasa nyewe akina dada, mabinti. Ukimwi na utajazwa na mimba. Ukiwa mjinga. Nyie vijana wa kiume, mchezo wa sasa hivi ni mbaya sana. Tunawaasa kila siku wazazi wenu. Walimu mashuleni wanawaasa kila siku. Angalieni hawa watu ambao akili zao ni za kijinga. Anakuja na kulagai wewe, anachukua simu kama hii. Mnaona hii simu? Anaanza kuingia kwenye mitandao, anaanza kuonyesha wewe picha za ajabu ajabu, anaanza kuonyesha video za ajabu ajabu, wewe unamkubalia. Alafu akishakuonyesha, wewe unaanza kufanya nini? Msisubutu kufanya kitu kama hicho. Mtakuja kuangamia wakati mkiwa wadogo. Sasa hivi watu wanakunywa dawa. Sasa hivi kuna vidonge. Mimi nataka niwaambie ukweli. Kuna vidonge vya kuzuia mtu asife hata kama ana ukimwi. Ili tutaacha kuliongea. Wanaenda kuchukua vidonge, wanakunywa, hajulikani. Anakuwa ngozi yake smart kama hivi mnavyoniona hapa. Nikija nipaka gari yangu pale na kuita wewe binti, nakupa shilingi 10,000, unaona huyu mtu ni mzima. Ukienda naye kule mkuzidi umri, una la kumfanya, mnaanza kufanya mambo mabaya, anakuambukiza ukimwi. Mkatae. Mmesikia? Muwaogope hao watu kama ukoma. Ni wabaya sana, wanakuja kuwaua nyinyi, afu mtakuwa na nyinyi malengo yenu makubwa sana. Juzi tulitembelea kituo cha watoto yatima kwa bibi na babu. Wale watoto ni wadogo sana. Lakini tuliwauliza tukawaambia, nyie malengo yenu nini? Lakini kila mmoja pale alisema malengo yake akishakuwa mkubwa. Anasema mimi nitakuwa mwanajeshi, mimi nitakuwa mwalimu, mimi nitakuwa mchungaji, mimi nitakuwa daktari. Kila mtu alisema. Sasa mtoto mdogo anapoongea hivyo, unajua malengo yake ni makubwa. Kwa hiyo inatakiwa sisi watu wazima tuwatunze watoto na nyinyi wenyewe mjitunze. Sasa walianza vile utotoni kindergarten. Watakuja shule ya msingi. Leo wanakuja sekondari. Wanamaliza wanaenda chuo. Lakini muwe na akili timamu mlizosoma darasani na kuna akili za nje. Mnaelewa vizuri? Na kuna akili za uraiani za nje. Ukiona mtu anakuambia jambo baya, kataa. Baba yupo, mama yupo, vituo vya polisi vipo. Mna uwezo kukimbia sehemu yote mkasema huyu mimi anadanganya, ananilagai. Badale hii zamani kipindi cha nyuma kulikuwa na ulawiti sana watoto wadogo. Sana. Na tunashukuru nguvu za mwenyekiti wa mtaa kwa ajili ya kufuatilia mambo. Kilikuwa kama kificho cha watu kuja kulawiti watoto wadogo. Huu mchezo umeingia sana. Sasa msikubali. Nyie mabinti, mtu akija kukushika huku nyuma, kataa. Mwambie hapana. Akija kukushika huku mbele, mwambie hapana. Tena unaweza ukakimbia toka ukikuta hata mtu apita. Mzee, yule pale kanishika kwenye matiti, huyu kanishika huku nyuma, huyu ananiongelesha hivi. Iko kitu akikubaliki kabisa. Sio, mnanielewa nao? Haya maisha sasa hivi ni kujitunza, kujipa afya njema ili uende kwa na maisha yako baadaye mazuri kama sisi wazee wenu. Sisi tumesimama hapa, tumejitunza. Tangia utotoni kwetu, tumesoma mpaka sasa hivi tunakuja sasa kushuhudia mahafali yenu nyie. Sasa hivi ni miaka mingi sana, miaka 60, si miaka tunaenda miaka 60. Tuko hapa. Sasa wewe fikiria sasa hivi una miaka 14 hapo ulipo. Hali ya sasa hivi mnaijua. Ukianza kujichanganya huko laiani kwa nguvu, utafika miaka 50 kweli? Hata 20 utafika? Hapana. Hauwezi kufika. Kwa hiyo naomba mjiangalie sana. Leo watu mlioanza nao ni kubwa na ambao mnaenda nayo, mkaiangalie. Mungu awatunze sana na awalinde sana.